Jina naitwa Rose Njilo. Ni mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika la Mimuti Women Organization. Shirika la Mimuti Women Organization, kwanza Mimuti ni jina la Kimaasai, lakini jina ambalo tumeipa taasisi kwa maana kwamba chochote tunachofanya kutafuta haki, usawa wa haki hakitachelewa. Kama mkurugenzi mtendaji nimepambana kutoka mbali tangu 2012 tulianza kuanzisha hii taasisi. Lakini taasisi hii haikuja kirahisi wala haikupatikana kirahisi. Mfano kwangu mimi nilianzisha hii taasisi kwa sababu kipindi naanzisha Mimuti nilikuwa mama wa nyumbani, ambaye tayari ni mama ambaye alikuwa tayari na familia yake, lakini ni mama ambaye alipitia ukatili mkubwa wa kijinsia. Kwa hiyo baada ya kuanzisha nikaona kuna haja ya kutafuta chombo kitakachokuwa kinapaza sauti kwa ajili ya wanawake wanaofanyiwa ukatili katika jamii za Wamaasai. Kwa sababu mifumo na mila kandamizi katika jamii ya Kimaasai ni mila ambayo ni kandamizi mno, lakini pia ni mila iliyojengeka kwa muda mrefu. Nilipambana kama mimi mahali ambapo niliweza, na baada ya kuanzisha sasa nilipata changamoto, nilipitia changamoto kidogo kwa sababu nilipoanzisha nilikuwa ni mama wa nyumbani ambaye sikuweza kupata elimu. Nilikuwa ni mama ambaye alikatizwa masomo kabla hajamaliza shule ya msingi, ndio nikaanza kuozeshwa nikiwa na umri wa miaka 13. Hivyo kilichonisababisha nikaanza taasisi ni uchungu na ukatili nilioupitia. Na sio mimi tu, nilikuwa naona na wengine wengi wanaopitia. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo nikaanza kutafuta kuwa na wazo. Baada ya kuwa na wazo nilianza kukutana na wamama baadhi katika kijiji chetu. Nikawaambia kwa nini tusikae tukaanzisha kitu ambacho kitaweza kuwasaidia hawa watoto wa kike na wanawake katika jamii za Kimaasai ambao wanakandamizwa na hii mila. Kwa sababu jamani, mila ya Kimaasai ni mila ambayo imejengeka kwa muda mrefu na ni mfumo mgumu sana wa kuvunja. Lakini tulipambana hivyo, lakini baadaye nikaja nikakutana na watu wanaitwa Women Fund Tanzania, ambaye kama mimi walinijengea. Kwa mara ya kwanza nilikutana nao 2017 nikiwa bado sijajitambua, kwa sababu kumbuka kwamba hapo nilikuwa ni mama ambaye hajamaliza darasa la 7, lakini nilikuwa na ndoto ya kuanzisha taasisi. Nilifanya yale matatizo au changamoto niliyoyapitia yalinifanya yakanijengea ujasiri, yakanifanya nijisikie kama mtu ambaye ameenda chuo kikuu kwa sababu ya matatizo au changamoto ya ukatili niliyopitia. Baada ya kukutana na Women Fund Tanzania 2017 ndipo nilipokuja kukutana na watu ambao nilishangaa. Baada ya kunipokea niliwasikia kupitia marafiki zangu wengine, ambao kuna mzee mmoja ambaye yuko Loliondo ambaye aliniambia kwamba kuna watu wanawasaidia wanawake wadogo ambao kama nyie ambao mna vikundi au CBOs. Kwa hiyo ukienda hapo ninaamini utapata msaada ya kwako kwanza binafsi, ya wewe kupona kama wewe, lakini pia kitaasisi. Baada ya hapo nilikuja kweli kukutana na nikaongea nao, baadaye wakanifadhili, nikaanza kupata mradi ambao nilifanya katika wilaya ya Monduli, na lengo ilikuwa ni kutambua kwanza wale wanawake ambao wanafanya kazi lakini hawatambuliki. Kwa sababu ukiangalia jamii ya Kimaasai, wanawake wa Kimaasai ni watu ambao ni wabunifu, ni watu ambao wana huruma, ni watu ambao wanapambana sana. Kwa hiyo nilianza kuwatambua kupitia huo mradi. Tulienda kuwatambua wale wamama, kuwatembelea kwenye vijiji vyao, kuangalia kazi wanazofanya na namna gani wamesapoti watoto wa kike kwenda shule. Kwa sababu ukiangalia jamii ya Kimaasai, changamoto kubwa inayotukumba kama jamii, watoto wa kike hawapewi nafasi ya kwenda shule. Watoto wa kike ni watu ambao wanauzwa kama ng'ombe wanapopelekwa sokoni. Kwa hiyo tukaona kwamba ni nini itakuwa kimbilio kama wanawake wa kike wao hawapati nafasi ya kusoma,
Lakini tu sio kusoma. Mtoto unafanywa booking ukiwa tumboni. Mtoto wa kike kabla hujazaliwa tayari wazazi wako walishachukua mahari. Kwa hiyo unapozaliwa, haijalishi huyo mtu ni mkubwa, haijalishi ni mtu ambaye ni sio mzuri, lakini lazima uende kwa sababu mali zilishaliwa kwa sababu yako. Kwa hiyo tukasema ni namna gani tunaweza kuwasaidia hawa watu. Lakini hapo tulipata sisi kwanza mafunzo ya kujitambua, lakini pia tulijengewa uwezo wa namna gani tunaweza kuwa viongozi bora au wakufunzi wa kuwafundisha watu wengine. Na kupitia mafunzo hayo, mimi kama mimi yaliniongezea nguvu sana. Lakini pia sio tu kuniongezea nguvu, bali yameniinua kama mimi, nikaanza kutambulika na watu. Na hapo ndipo nilipoanza ndoto zangu kuanza kutimia, kwa sababu ndoto yangu ilikuwa siku moja kuona jamii ambayo imestaarabika, ambayo wanawake wanathaminiwa. Kwa sababu sisi kama watoto wa kike katika jamii ya Kimaasai hawathaminiwi. Kwanza unapozaliwa unaitwa mtoto, unapozaliwa hadi unapozeeka unaitwa mtoto. Kwa hiyo hakuna sehemu unaenda mtoto wa kike unapewa kiti ukae. Ukienda kwenye mikutano ya hadhara, haijalishi mama na miaka 90, lakini utakaa chini, wazee wakae kwenye viti. Kwa hiyo hapo nilipoanza kupata ufadhili wa hawa watu wanaoitwa Women Fund Tanzania, kama mimi Rozi, kwa kweli wamenijengea uwezo, wamenileta kunikutanisha na watu mbalimbali, wadau mbalimbali ambao wameweza kunisaidia mimi kunijengea uwezo zaidi, lakini pia nikafahamu mambo ambayo yangeweza kunisaidia kupeleka taasisi mbele, lakini pia namna gani inatakiwa kuleta zile nguvu za pamoja. Kwa sababu ukiangalia mimi kama mimi, ukatili niliopitia hata kwenye uongozi wa shirika nilikuwa inanipa changamoto. Kwa sababu nilikuwa sina elimu ambayo ilikuwa inaniongoza, lakini inachoniongoza ndani ni yale maumivu ambayo niliyapata au yale maumivu niliopitia ukatili. Kwa hiyo ilinifanya mimi nitumie nguvu kuendesha taasisi, kwa sababu nilikuwa naangalia watu kwamba hawapo sahihi, watu wanaoitwa wanaume wote hawapo sahihi. Kwa hiyo nilikuwa natumia nguvu nyingi, lakini nimekuja kujengeka, nimepata uwezo, nimepata uelewa juu ya uongozi, lakini pia namna gani tunaweza kutumia nguvu za pamoja kama networks kwa ajili ya kujenga makundi mbalimbali. Mfano kama sisi tumeweza kuanzisha mitandao mbalimbali ambayo inaweza kutusapoti sisi kuenda mbele. So kwenye masuala ya uongozi, wanawake wa mila ambayo tumewapata, wanawake 6 ambao tumepata ambao ni viongozi wa mila, ni historia katika jamii yetu, na sidhani kama ni katika jamii ya kifugaji, lakini nadhani ni Tanzania, kwa sababu hatujawahi kusikia mahali pengine, na kama walikuwepo labda ni siku nyingi. Kwa hiyo njia ambayo unajua huwezi leo kumtafuta mtoto ukampata leo. Lakini pia kuna mifano ambayo nilitumia katika kuwaza kwangu. Niliwaza nikasema ukatili wa kijinsia umeanza kupigiwa kelele enzi za mama zetu, lakini mpaka leo ukatili unazidi kuwa mkubwa. Ni njia gani tunaweza kutumia kuhakikisha kwamba huu ukatili utapungua, au mifumo ambayo tunaipambania kuibomoa tutawezaje? Kwa sababu walioko mbele yetu hawakuweza. Je, sisi ni namna gani? Kwa hiyo tukabuni mbinu ya namna gani tunaweza kubomoa mifumo hiyo bila kutumia nguvu. Kwa hiyo tukaanza kuja na ajenda ya kukaa na wazee wa mila. Tulipokaa na wale wazee wa mila, tumekaa nao takriban miaka 2, tukisema nao, tukijadiliana nao bila kutumia nguvu. Tunaongea nao kama vile kuna kitu tunataka kujua, kwamba hivi kwa nini mwanamke wa Kimasai hakuruhusiwa yeye kuwa kiongozi. Tukaanza kufuatilia wote kwa pamoja na wazee wa mila, kagundua kwamba hakuna sababu yoyote ambayo ilikuwa inatufanya sisi tusiwe viongozi wa mila. Kwa sababu tumeangalia tukasema, ukiangalia uongozi, masuala ya kisiasa bado ni ngumu kwa sababu ya mifumo na mila zile kandamizi. Tukasema ili tuweze kushinda huo mfumo, lazima tuongee na hawa wazee wa mila ambao ndio wameshikilia
styling katika jamii za Kimaasai. Tulianza kukaa nao polepole, tukicheka nao, tukawaambia kwa busara, tunadai lakini kwa njia ya kistaarabu, ambayo wale wazee wameanza kutuelewa. Tukafurahi wote, lakini baadaye wakaja kusema hapana, hawa watoto kuna kitu wanatuambia. Hebu leo tuwasikilize. Wanakaa wanatuuliza na wao, kwa nini mnataka kuwepo kwa wanawake wa mila kati hajawahi kutokea? Tukawaeleza kwamba tunahitaji, kwa sababu tumeangalia wote kwa pamoja kwamba hakukuwa na sababu yoyote inayotunyima sisi kuwa viongozi wa mila. Lakini pia kwa sababu kuna mabadiliko makubwa yametokea katika dunia hii ya sasa. Maana hata mfumo wetu au maisha yetu ya Wamasai haikuwa hivi. Zamani babu zetu walikuwa angalau ndoa zao zilikuwa zinadumu kwa sababu watu walikuwa wanaheshimiana, watu wanapendana. Lakini sasa hivi kuna mabadiliko yametokea, hakuna tena hayo mapenzi na hakuna tena hiyo heshima. Kwa hiyo haya yote yanatusababisha na sisi kudai kuwepo kwa uongozi wa mila, kwa sababu kwenye uongozi wa kisiasa tunaona ni ngumu kwa sababu ya mfumo dume. Sasa tufanyaje ili tuweze kuingia kwa urahisi? Ni kupatikana kwa viongozi wa mila wanawake. Tumeongea na wale wazee wakatukubalia. Tangia mwaka jana tukaweka makubaliano ya kwamba tutawaruhusu kuwepo kwa wanawake viongozi wa mila, lakini baada ya kuenda kwenye mikutano ya hadhara kuongea na umma, kuwaeleza kwamba lazima sasa tukubaliana kwamba wanawake nao ni watu ambao wanathaminiwa. Kwa hiyo naomba tusikilizane kwamba wanawake sasa tumeanza kuwakubalia waweze kuingia kwenye mfumo wa kimila, kupatikana kwa wanawake viongozi wa mila. Haya yote ni kwa sababu Women Fund Tanzania wamekuwa wakituwezesha kuwajengea uwezo wanawake mbalimbali kupitia miradi ambayo tumekuwa tukitekeleza kwa miaka 6 sasa, na ndio imeweza kuzaa haya matunda. Lakini lingine ambayo imetusaidia, mazingira. Unajua ukifanya kazi katika mazingira unayoyafahamu, inakusaidia wewe kufikia malengo. Kwa sababu leo huwezi kuja kutoka Loliondo uje Pwani alafu hujui mila za wale watu, hujui utaratibu wao. Lakini ukifanya kazi sehemu ambayo umezaliwa, unajua mbinu za kutumia, kwa sababu sisi tulikuwa tunafahamu ile njia shirikishi ya pamoja ambayo inaweza kutusaidia wote tuweze kushiriki katika vyombo vya kutolea maamuzi. Kwa kumalizia, niendelee kuwasihi wadau, lakini pia jamii, kwa sababu bado kuna wengine hawajakubali lakini wengine wamekubali. Niwasihi kwamba wanawake nao ni viongozi, tena ni watu ambao wana huruma, ni watu ambao wana uwezo mkubwa wa kuweza kuiongoza jamii.